Mambo ya Nyakati wa kwanza mlango wa 4 na mstari wake wa 10. Neno la Mungu lasema hivi: naye Yabesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita jina lake Yabesi, akisema, ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Huyo Yabesi akamligana Mungu wa Israeli, akisema, lau kwamba ungenibarikia kweli kweli na kunizidishia hozi zangu, na mkono wako ungekuwa pamoja nami, nao ungenilinda na uovu, ili usiwe kwa huzuni kwangu. Naye Mungu akamjalia hayo aliyoyaomba. Sikiza, iwapo Yabesi angeendelea kukaa chini ya maneno iliyonenwa na mama yake, ilikuwa na nguvu zake na angeishi kukuwa mtumwa. Lakini alipojiuliza maswali, mbona nitakaa chini ya utumwa ya maneno iliyonenwa, kwa sababu mamangu alinizaa kwa uchungu? Akasema hapana, nitamwendea Mungu mwenye anaweza sema maneno akabadilisha hatima yangu iliyowekewa misingi na maneno iliyonenwa na mama yangu. Akamwendea. Biblia inasema akamuomba, si moja, si hoja mbili, si hoja tatu. Hoja ngapi? 4. Na Biblia inasema Mungu akamjalia hoja alizoziomba. Mimi nataka nikuulize hivi, kwa nini utakaa mtumwa wa maneno iliyonenwa, misingi iliyowekwa, madhabahu iliyowekwa? Uko chini ya utawala hivyo mpaka lini? Sikiza, pata hekima kama Yabesi, kamwendee Mungu mwenye nguvu na uwezo wa kubadilisha maneno iliyonenwa inakufanya ukuwe mtumwa. Hapana, sikiza, kuna Mungu mwenye anaweza badilisha. Mwendee. Usikubali kukaa mtumwa wa mambo yeye haikuhusu. Uchungu wa Yabesi, kuzaliwa kwa uchungu, ulimhusu wapi? Haikumhusu, lakini ilikuja kuathiri maisha yake. Angekubali kukaa nayo, angeishi hivyo, lakini alikataa. Sitakaa mtumwa wa mambo yenye mimi sikusababisha, na ilhali Mungu yuko anaweza nibadilishia hatma. Na unajua nini? Mambo yale Yabesi aliyaomba, Mungu alimjalia. Na wewe nataka nikwambie hivi, usikae mtumwa wa mambo yenye ililetwa na mtu, ilisababishwa na mtu, ilisemwa na mtu. Hapana, kataa. Simama, mwendee Mungu ajuae kubadilisha hatma na kupatia maisha iliyo ya dhamana na maana. Barikiwa.